Karibu sana mpenzi mtazamaji. Siku ya leo tunazungumza kuhusu mabusha, watu wengine waita ngirimaji. Tutaangalia sababu zake, dalili zake, matibabu yake. Tutaangalia ni watu gani ambao kwenye hatari zaidi ya kupata tatizo hili, lakini pia na matarajio baada ya matibabu. Karibu unami mpaka mwisho. Mabusha ambao wengine wanaita ngirimaji ni hali ya kujaa maji katikati ya tabaka mbili za utando unaozunguka korodani na mirija ya uzazi inayobeba manii kutoka kwenye korodani kwenda nje. Ni jambo la kawaida sana kwa watoto wachanga kuzaliwa na mabusha. Mtoto anapokuwa tumboni mwa mama wakati wa ujauzito, korodani zake zinakuwa ziko tumboni na zinaanza kushuka chini taratibu kupitia kwenye upenyo mdogo, kwenye kinena mpaka kwenye mapumbu. Mabusha kwa watoto yanatokea kama upenyo huu mdogo unaoruhusu korodani kushuka kwenda kwenye mapumbu utashindwa kujifunga. Kwa sababu upenyo huu unashindwa kujifunga, maji yanakuwa yanashuka kutoka tumboni na kuja kwenye pumbu. Hii inasababisha pumbu kukua na kuongezeka ukubwa. Mabusha kwa watoto mara nyingi yanaisha yenyewe baada ya miezi kadhaa, lakini kwa wazazi ni jambo ambalo linakuwa linawatia wasiwasi sana. Nikwambie tu atakuwa sawa huyo mwanao. Kwa watoto wakubwa na watu wazima, mabusha yanaweza kusababishwa na kuvimba au jeraha kwenye korodani au kwenye pumbu. Hiyo inaweza kusababisha busha pale. Lakini pia inaweza pia kusababishwa na damu au majimaji ambayo yanakuwa yameziba ile mirija ya manii ambayo tunaita spermatic cord. Kwa sababu hiyo unakuta pamejaa majimaji. Kwa kawaida mtu anayekuwa na mabusha hayasababishi maumivu yoyote. Korodani inaendelea kuvimba mpaka inakuwa kama puto lililojaa maji. Busha linaweza kutokea kwenye korodani ya upande mmoja au kwenye korodani zote mbili. Sehemu kubwa ya watu wenye mabusha wanazaliwa nayo, hasa watoto. Wengine wanaoathirika zaidi ni watu walio na umri zaidi ya miaka 40. Ni rahisi zaidi kupata mabusha kama una jeraha kwenye pumbu au una maambukizi. Hii ni kwa sababu ya magonjwa ya zinaa. Hiyo inaweza kuwa inaongeza uwezekano wewe kupata mabusha. Sasa ni vizuri kumuona mtoa huduma wa afya kama una dalili za mabusha. Ni muhimu pia kumuona daktari ili ahakikishe kuwa uvimbe ambao unao huo au uliosababisha huo uvimbe haujasababishwa na tatizo jingine. Kama unahisi maumivu makali kwenye korodani au pumbu, ni vizuri pia kumuona daktari ili upate matibabu mapema baada ya kuwa umefanywa utambuzi. Kwa sababu kama unahisi maumivu makali sana, inaweza kuwa ni dharura na ukahitaji matibabu haraka. Kwa hiyo daktari atatambua ni nini ambacho kinasababisha uvimbe wako ili aweze kukupatia matibabu sahihi. Ukifika kwa daktari atafanya uchunguzi wa mwili na kuangalia mapumbu yaliyojaa maji, si ndio? Atayabonyeza kuona kama busha linabonyea. Busha linaweza kutambuliwa kwa urahisi sana kwa kumulika tu tochi kwenye upande mmoja wa pumbu. Utakuta kwamba lile pumbu lililojaa maji, mwanga utapita na kutokea upande wa pili kwa sababu busha lile linakuwa limejaa maji peke yake. Sasa daktari anaweza pia kuagiza kufanya kipimo kama ultrasound ili kuthibitisha kama kweli hili ni busha na sio kitu kingine ambacho kimejaa humo ndani ya pumbu zako. Mara nyingi mabusha si hatari na mara nyingi yanatibiwa pale tu yanapoanza kusababisha shida au kuleta aibu au kama yatakuwa makubwa sana kiasi kwamba yanaanza kuharibu korodani au kuharibu au kukuzuia wewe kufanya mambo yake. Upasuaji ndio matibabu yanayopendelewa kuondoa mabusha. Kwa hiyo upasuaji unafanyika. Kwa watu ambao unakuta mabusha na ngiri yametokea kwa pamoja, upasuaji unatakiwa kufanyika mapema ili matibabu hayo ili mtu aweze kupata nafuu mapema. Kwa hiyo upasuaji ndio tiba inayopendelewa kwa mabusha. Nafanyia upasuaji lile busha linakaa vizuri. Kama busha ni la kawaida hasa kwa watoto, linaisha lenyewe tu bila upasuaji. Lakini kama busha limekuwepo kwa miezi kadhaa, ni vizuri kufanywa tathmini na upasuaji ufanyike. Na mara nyingi matokeo huwa ni mazuri kabisa na mtu anarudi katika maisha yake vizuri. Hakuna njia ya uhakika ya kuzuia mabusha kwa watu wazima au kwa wavulana wachanga. Kuepuka majeraha kwenye mapumbu kwa watu wazima kunaweza kupunguza uwezekano wa kupata mabusha, lakini pia kupata matibabu ya maambukizi mapema kadri inavyowezekana. Kazi yetu ni kuwaunganisha wagonjwa kutoka Tanzania kupata matibabu India, South Africa, Uturuki na USA kwa urahisi kabisa. Tutakuunganisha.